Unazidi kutazama kipindi cha Elewa Sheria, tukizidi kukudadavulia na kufafanulia masuala mbalimbali ambayo yanafungamana na sheria. Leo hii tunataka kukutoa masikio taka mzazi pale nyumbani, kwa sababu hiki kipindi kinakulenga wewe mzazi ule na mwanafunzi katika shule ya msingi, sekondari na hadi katika chuo kikuu. Ni sheria zipi ambazo za msingi zinafaa kufuatwa kumlinda mwanao akiwa pale shuleni? Wakati tuliposikia katika awamu ya kwanza kipindi hiki, kulikuwa na yale makosa yanayofanywa na wengi. Wakati unapata bweni limechomwa, shule imeharibiwa, shule inafungwa, wanafunzi wanaambiwa waende nyumbani. Wanaporudi ndio pale sasa unaanza kusikia mahitaji na yale ambayo yanahitajika fedha. Wengi hulalamika. Hapa ndio utasikia wazazi nao pia wamebeba mabango kwamba wameandamana, shule inatunyanyasa. Je, kuna kiwango ambacho kinafaa kufuatwa? Ama wakati wa kwenda kufanya tathmini wa uharibifu, ni sheria zipi zinafaa kufuatwa? Ama ni maelekezo gani yanafaa kuzingatiwa? Basi baada ya migomo ambayo imesababisha uharibifu wa mali wa shule, kuna shule, management ya shule inakuanga na pembe tatu. Kuna waziri, national government, ambayo maofisa wake wako wale county director of education mpaka chini, wanaketi kwenye kikao cha kufuatilia mambo haya. Teacher Service Commission ikiongozwa na principal ako pale. Alafu sasa na walimu wake. Alafu kuna parents. Wazazi wale huwa wanaingia kwenye ili inaitwa Parents Teachers Association. Kila darasa kuna mwanafunzi amechaguliwa kuwakilisha pale. Alafu katika Board of Management ambayo inateuliwa na waziri, wazazi wako pale ndani na wataalamu tofauti tofauti kutoka pembe zingine ambao hawana uhusiano na ile shule wako pale. Basi kisha wanasikiza na kusema sasa tunataka kujua mali iliyoharibiwa. Sheria inasema kwamba lazima watatafuta ule loss assessor, ule mwenye kufanya valuation ya mali yaliyoharibiwa. Kuna sheria ya loss assessment ambayo inasema kiwango cha elimu ya ule jamaa, jinsi atakavyofanya ile udhatimini, ripoti yake vile atakavyoiandika, kiwango chake cha elimu na ujuzi. Kisha ule anateuliwa na hawa watu 4. Wazazi 1,000 hawawezi wote kuwa pale. Kwa hivyo ule mzazi ambaye ameteuliwa kuwakilisha darasa kwa PTA, wale board of governors ndio wanahitajika kufanya utafiti wa nani atakayefanya. Mara nyingi recommendation inasema kwamba loss assessor akuwe ni mfanyikazi wa serikali, ndiposa aweze kuwa objective. Lakini utapata kwamba mambo haya yakitendeka, ile board inakaa pale bila kufanya scientific analysis, wanakisia 10 million, 40 million gawa kwa kila mwanafunzi. Sheria inasema kwamba ile uamuzi wa loss assessor inatakikana ipeanwe ile loss kwa wale waliohusika zaidi. Sio shule mzima. Kwa mfano utapata kwamba mtoto wako, ndio mama nakusikia simu ni vile ingii, hata baba wewe, mtoto wako alikuwa nyumbani. Ndio maana nimekwambia napigiwa simu za hewa, watu wanalia mtoto ako nyumbani. Ule mzee ananiambia mtoto wake ako hospitali. Komu unafanyika. Adhabu inaambiwa kila mzazi, kila mtoto 10,000 shillings. Ule mtoto aliye hospitali analazimishwa kulipa 10,000 shillings, na ili hali kuna stakabadhi kwamba yeye alikuwa hospitali. Kwa hivyo leo kila mzazi amejua ile assessment ina target wale walioshiriki, sio blanket pesa. Na nyinyi ikiwa hamjatosheka na ule uamuzi wa board na ule loss assessment, nyinyi mna jukumu la kudai mchague ule asesa wenu kama wazazi awe pale. Kumbuka mara nyingine tukifanya makesi unapata kwamba kuna ule pathologist wa serikali na kuna family inaleta pathologist wao. Wote wanaangazia nani
amefanya ripoti mzuri. Kwa hivyo hilo limekubaliwa pale, ili tusije tukapata kwamba wazazi wanagandamizwa, zile fedha zinachukuliwa na hata hujui walifikia vipi zile fedha. Kwa hivyo nafikiri leo sasa ule mama aliyekuwa analia na baba aliyekuwa analia wamejua kwamba sauti yako ni muhimu katika kujua zile fedha zimefikiwa vipi na zitatumika vipi. Na pia lazima baada ya zile fedha kutolewa, wale wazazi waweze kuteuliwa katika ile jopo ama kamati ya kuimplement, sababu zile fedha sio za shule. Zile fedha ni za kurekebisha shule irudi mahali ilipokuwa. Kwa hivyo kuna lile jopo litakaloteuliwa, zile fedha ziwekwe kwa ile account, waweze kuangalia kwamba je, madirisha yaliyovunjika ni kweli yalivunjika, yamerekebishwa, pesa zimekwisha, ndio basi ile accounting lazima board of management na shule waweze kufanyia, ndiposa haki iweze kutendeka. Lakini saa nyingine unasikia kwamba mwanafunzi hata rudi shuleni lazima awe na karo, amalize karo ya mwaka mzima, alafu alipe na hiyo shilingi 10,000 ama 3,000, 5,000, wengine hata 50,000. Adhabu ambayo imekubalika na sheria baada ya migomo, iwe ni ya mtu mmoja ama mwanafunzi mmoja ama wale wengine, adhabu iliyomo ni guidance and counseling. Adhabu ya pili ni wazazi kugharamia yale yaliyo haribiwa. Adhabu ya tatu ni suspension. Adhabu ya 4 ni expulsion, ambayo nimekwambia ni waziri peke yake atakayeamuru ile. Adhabu hizi zingine zote, mara unasikia mtoto anaambiwa nenda kaleta sengenge 10, wewe nenda kaleta mchanga lori 7, wewe enda katuletee sijui karafuu ngapi, wewe utafanya hivi, wewe utakula viboko 6. Kumbuka legal notice ilisema kwamba mambo ya torture, physical torture, corporal punishment is criminal. Kwa ule mwalimu atakayepiga mtoto kiboko is criminal. Na ujue leo, sababu tunafunza walimu ambao pia hawajui. Ushaona kwa mfano walimu anapiga mtoto anatoa jicho, mwalimu anapiga mtoto, ule mtoto anazirai anakufa, mwalimu anapiga mtoto kama mnyama. Sheria inakuambia kutoka leo, Elewa sheria inakufunza wewe mwalimu corporal punishment. Zamani ilikuwa ni punishment. Corporal punishment ilikuwa ni ile punishment ya kuchapwa kiboko. Zamani watu walipokuwa wanaenda kotini, ikipatikana na makosa walikuwa wanapewa corporal punishment na kazi ngumu, hard labor. Ndiposa ulikuwa zamani ukiwa mtoto Yeru ulikuwa unasikia kuna prison inaitwa Manyani, unaenda pale unaenda kuchimba migodi. Lakini sasa sheria ilivyo, na usikize, hakuna sheria shuleni ya kupea watoto hard labor. Naam. Lakini wakili, haya bado yanatendeka. Shule bado zinaendelea kuwacharaza viboko wanafunzi. Bado wanafunzi wanafyekeshwa sana na wanaambiwa kulima visiki, na wengine wanaambiwa kwamba wewe ndio utachimba shimo la takataka. Hayo mwalimu wa Elewa sheria hajui. Jukumu langu ni kukufunza sheria. Ndio kulikuwa kutu, kulikuwa tope kwenye masikio yako, hukuwa unajua. Leo umejua. Hilo limekatazwa, na hiyo ni criminal offense. Kwa hivyo leo, sababu ndio maana mwalimu anafunza wanafunzi ya kwamba sisi kazi yetu ni kutoa pamba kwenye masikio, ujue sheria na haki zako. Leo umejua. Iwapo mtoto wako atakuja nyumbani amekatwa sikio, iwapo mtoto wako atakuja nyumbani amekatwa mguu, iwapo mtoto wako atakuja ametandikwa, ni hatia, unakwenda na kuripoti kwenye polisi, ule mwalimu atakamatwa na kushtakiwa. Na wewe mwalimu, nimekufunza leo, wewe umetoka shule na umeambiwa kwamba mode of discipline ya watoto ndio hii. Kama hukusikiza vizuri, mwalimu amekufunza leo. Wewe ukigaidi, alafu unakuja kuniambia, Mwalimu Omari, mimi nimekamatwa ati nilipiga mwanafunzi, nitetee, nitatumia sheria gani? Na sheria imesema kwamba viboko ama makofi, unapata mara mwingine hasira za mwalimu
ashachapa mtoto kofi, kumbe ule mtoto alikuwa na ugonjwa wa kifafa, ashakufa, mara inakuwa mada. Kwa hivyo epukeni, maisha ya watoto yamelindwa na sheria za taifa na sheria za ulimwengu. Na wewe mwalimu, fuata taratibu ambazo zinafuata. Kumbuka TSC inawaruka, inasema mimi nilikuambia upige mtoto, nionyeshe sheria zangu nilizokupa. Minister anakuuliza, nionyeshe sheria ulizozitumia kumchapa mtoto na kumng'oa meno. Kwa hivyo leo tumesema yatakwisha. Nafikiri leo kila mzazi amejua, kila mwanafunzi amejua, kila mwalimu amejua, kila manager wa shule amejua kwamba kuna sheria na taratibu ambazo zimepitishwa katika bunge katika uendelezaji wa kutatua nidhamu za wanafunzi katika shule. Mwanafunzi anapofukuzwa shuleni, mwalimu, asimalize katika ile shule, labda amefukuzwa kuanzia mwanzo wa tuseme muhula wa kwanza, hakusoma muhula wa pili na muhula wa tatu, na anapomaliza anakuja kufanya mtihani peke yake, anastahili kulipa karo ya shule yote? Hizi sheria, nimesema kwamba sheria zinasema kwamba mwanafunzi atalipia huduma aliyopewa. Lakini kuna sheria za pili nilizozungumzia kwamba kuna sheria zitakazotengenezwa na board of management, wanafunzi waulizwe, wazazi waulizwe, waziri aulizwe, akikubali ya kwamba mtoto anapotoka shule lazima alipe karo, hata kama hajalipa basi itakubalika. Lakini sheria ya Kenya itafanya zile kesi. Nishafanya kesi nyingi, hasa hizi mashule za ubinafsi. Unaambiwa kwamba ukitoa mtoto wako hapa utalipa karo ya miaka 3. Lazima utupe notice ya mwaka mzima. Leo hii ule mtoto wako anaenda pale, anakuwa mgonjwa, daktari anasema kwamba huyu climate ni mbaya, utamtoa leo. Shule inakwambia utalipa for 3 years. Basi wengi wanaenda kotini na zile vitu zinatupiliwa mbali. Sheria ni sheria, iwe ni ya county, iwe ni ya shule, lazima ile sheria ikubaliane na katiba ya Kenya. Wewe unayetengeneza shule na sheria zako, wewe unayetengeneza institution yote na sheria zako ambazo hazikubaliani na sheria za nchi, hiyo sio sheria. Wewe utajipata kwenye matata. Kwa hivyo, kwa mfano, swala lingine, mashahada, zile stakabadhi. Mtoto alifanya mtihani 1974, shule imekatalia zile. Ule jamaa ameretire, ako 67. Hajaienda kuchukua ile certificate. Wewe unashikilia karatasi. Kwa hivyo kuna sheria za kuachilia zile certificate. Nafikiri kuna taratibu ambazo waziri alipeana, shule zinalipwa zile karo ili certificate zichukuliwe. Ni haki ya mtoto kupata certificate yake. Certificate ya mtu ni kama kitambulisho. Hakuna mtu anaweza zuilia kitambulisho cha mtu. Hakuna mtu anaweza weka passport ya mtu isipokuwa polisi, na kama ile kitambulisho ama ile shahada ni evidence katika criminal court. Kwa hivyo walimu, mjue hivyo. Nyinyi mtazuia zile certificate. Ule atakayekwenda kutini akitumia kipengele cha 53 ya kwamba ni haki ya mtoto kusoma na ni jukumu la serikali na mzazi kulipa, utaeleza namna gani? Kwa hivyo walimu wanajua hivyo. Kwa hivyo hutazuia mtoto kutopata kazi kwa sababu ya kushikilia. Walimu wengine wanaingia arrangement, anasema kwamba ushapata kazi, basi tutaelewana, wewe nenda fanya kazi, kisha utakuwa unalipa ile karo uliosomea ukimaliza. Kwa hivyo lazima arrangement ziwe pale. Hatutataka migomo pia ya wazazi kuingia shuleni na kuchapa walimu kwamba leta shahada. Lazima kuwe na makubaliano, na ile board of management ya kila shule lazima iuzishe wazazi kabla watoto hawajamaliza mtihani, waweze kujua mienendo na taratibu za kuhakikisha kwamba ule mtoto atakapomaliza mtihani wake anapata shahada yake. Asante sana, lakini darasa la leo halijakamilika. Kwa nini niulize? Kwa sababu hatujaingia hata katika shule ama chuo kikuu. Kwa hivyo wiki ijayo
nataka usalie katika saa hizi. Uweke miadi nasi, uungane nasi kwa sababu tutakuwa tunaangazia sheria hizo za chuo kikuu. Katika chuo kikuu, je, unaweza fukuzwa vile ambavyo vyuo vinafukuza watu, ama ni sheria zipi zinafaa kufuatwa? Neno lako la mwisho kwa dakika chache. Ni haki ya mtoto kusoma. Wewe mzazi, kama katika hii sheria hutachukua mtoto wako shule, utakamatwa, ni hatia. Wewe mtoto utakayekataa kwenda shule, ni hatia. Kwa hivyo jukumu hili liko pale, na ndio unaona machifu wanapita wakitafuta wale wazazi hawajachukua watoto shuleni. Mwisho, haulazimishi kwenda shule ili kufurahisha serikali ama kufurahisha chief. Ni maisha yako unayoyatengenezea. Na kwa wazazi, amana yako mbele yako ni masomo kwa mtoto wako. Sisi na Yeheri tuna retire. Nani atakuja kusomesha wanafunzi hapa? Sababu tukiretire, tukitoka, taifa usonga mbele iwapo jamii imesoma. Kwa hivyo leo ni kitu muhimu zaidi ya kwamba kila mtoto aende shuleni, na wale wanaofanya kuchukua watoto wao wasichana wakaolewa kabla ya kumaliza shule ni hatia. Wewe unayefanya kijana wako asiende shule, aende kufanya kazi ya kuombaomba fedha kwenye pale, ni hatia. Wewe ambaye unajaribu kutumia mtoto wako kama njia ya kujipatia fedha, mtoto kazi yake ni kwa darasani. Asante sana. Ni mwalimu wetu huyo Danstan Omari, wakili ambaye tajika humu nchini Kenya. Lakini kazi si ndoto, ni matendo. Kwa sababu ikiwa utatenda yale yanayostahili kwa kuenda shuleni, kufuata yale maelekezo, basi utafikia zile ndoto ambazo unadhani unaziota tu kitandani. Kufikia hapo sina la ziada, ila kutamatisha kipindi hiki cha Elewa Sheria, nikushukuru sana kwa kutenga wasaa wa kutusikiliza na kututazama. Mimi naitwa Suleiman Yeri. Kwa heri kwa sasa. Mary Atwoli atakuja hapa na KTN leo.